Na mtazamaji, ni taarifa kuhusu kitendawili cha madai ya kutoweka kwa Raphael Tuju ambaye ni waziri wa zamani, na pia mwanahabari wetu Vera Mura anatuandalia taarifa na tutakuwa tunaipata baada ya muda usiokuwa mrefu kuhusiana na kilichojiri mchana wa leo katika kituo cha polisi cha Karen ambapo Raphael Tuju alizuiliwa kwa muda. Kwingineko, mvutano mkubwa umeibuka huku tume ya huduma kwa walimu TSC ikikabiliwa na shinikizo kubwa la kutekeleza uamuzi wa mahakama uliositisha mpango wake wa walimu wa mafunzo kazini. Chama cha walimu wa shule za sekondari cha KUPPET chini ya uongozi wa Akelo Misori kinasisitiza ajira za kudumu zenye pensheni, huku hatima ya walimu 44,000 ikiwekwa wazi na kuzua mjadala mpana kuhusu haki, usalama wa ajira na mustakabali wa sekta ya elimu. Chama cha walimu wa sekondari kinaongeza shinikizo kwa tume ya huduma kwa walimu yani TSC kuheshimu uamuzi wa mahakama ya rufaa uliosimamisha mpango tata wa walimu wanagenzi. Katibu mkuu Akelo Misori anasisitiza mpango huo ni kinyume cha katiba na unapaswa kubadilishwa kwa ajira za kudumu zenye pensheni kwa walimu waliohitimu. We will cite Teacher Service Commission for contempt if these teachers are not transformed immediately to permanent and pensionable term. Wiki moja iliyopita, tume ya huduma kwa walimu yani TSC ilisema kuwa mashauriano yanayoendelea yamefikia hatua ya mwisho kuhusu hatma ya walimu 44,000 wanagenzi. Tume ilieleza kuwa huenda ikaamua kuwaondoa kazini au kuwaajiri kwa masharti ya kudumu na yenye pensheni, jambo linalozua mjadala mkali. The Court of Appeal of the Republic of Kenya declared the internship program in Teacher Service Commission unconstitutional, discriminatory and illegal. Chair, that judgment has profound implications in the Teacher Service Commission. It means only two things. Either the commission converts those teachers into permanent and pensionable terms, or the commission terminates the employment of those teachers. Sasa KUPPET pia linataka bunge kuingilia kati kupitia bajeti ya ziada. Chama hicho kinataka wabunge watenge fedha za kuwaajiri walimu hawa kwa masharti ya kudumu na pensheni, kikionya kuwa hatua tofauti itaongeza ukosefu wa ajira na kudhoofisha viwango vya elimu. Fungua bunge tarehe 31. Ninawaomba wabunge pia wenzangu, sababu mimi ni mbunge, waweze kutilia manani katika ile bajeti ya supplementary ambayo inakuja immediately tunapofungua, ili tuweze kuigeuza pesa zipatikane mara moja za kuweza kuajiri wale walimu wote 44,000 kama permanent and pensionable. Sasa macho yote yameelekezwa kwa tume ya huduma kwa walimu inaposubiriwa kutoa uamuzi wake kuhusu walimu hawa. Uamuzi huo una athari kubwa kwa usalama wa ajira, huku maelfu ya walimu wakiwa katika hali ya sitofahamu subiri suluhu ya mgogoro huu. Unataka pesa. Ann Musungu, KTN, Nairobi.